Niliumwa na ukaleta buzi. Ni mpaka nikule mali ya mtoto wangu. Yes, ndio. Ni mpaka nikule mali ya mtoto wangu. Kama wewe utaweza kutumia mali ya mtoto wako vizuri, mimi nitaweza kuitumia. Yes, ndio. Kujeni mpate solution kwa RGB. Mapenzi ya siku hizi mengi ni ya kudanganyana. So wazazi wa Gideon waliweza kufika, nikaweza kuwaombea na naona wako na hasira sana. Sijui nini kinawafanya wanakasirika namna hiyo, lakini kila kitu kitakuwa sawa. Gideon, naona stress zimekuja, lakini Mungu yuko. Sina nguvu. Mungu yuko, usikuwe na stress, na daktari gani ataenda kutusaidia na kila kitu itakuwa sawa. Kwa kuwa hakuna ambacho kinaweza kumshinda Mungu. So mlikuwa mnaongojea wazazi wa Gideon waweze kufika, na ndio hapa wameweza kufika. Hata najua mnajuana, si unamjua? Namjua. Ndio alikuja kulipa mahari ama waku hawa? Ndio mzee ndio huyu. Mama ndio huyu. Ni sisi. Tumekuja. Ndio. Na sisi tumekasirika sana kukumuona. Kwa sababu ya kwamba sisi tulimpatia mtoto wetu, mkachukua mtoto wetu akiwa mdogo. Munaenda kuteseka, unaona ile maisha nakaa. Mimi kwanza niko na hasira sana. Hasira gani mzee? Nikikumbuka ile mali nilileta kwako. Unajua nilileta ng'ombe ngapi kwenu? 15. Na mali unaweza linganisha mali na binadamu? Mali ni muhimu. Mali ni muhimu kwangu saa hizi. Hata ukiingia kwa boma hakuna ng'ombe, na tulikuwa na ng'ombe mingi. Pesa tulikuja nazo, wewe Njoro unajua vizuri. So unajua vizuri kwamba ile pesa ile nilikuja nayo kwenu. Pesa ulileta na tukakula. Si mulifurahia? Tulifurahia. Mulifurahia. Na sisi tukawapatia msichana na nyinyi mkafurahia. Msichana na mulimfundisha tabia kweli. Mtoto wetu ni mzuri. Ni mzuri aje? Kwa sababu mtoto wetu mulimchukua akiwa mdogo na tena tujaisikia maneno. Tangu aingie kwetu, hata tukijaribu kumwambia watu waende kanisa siku ya kanisani, anakataa. Anasema kwao hawakulelewa hivi na kwa kanisa. Mbona mnatupatia mtu mwenye mnajua elewi mambo ya Mungu? Labda alienda kwenu akafanya nini? Akakataa kwa sababu ya mila yenu. Labda mnamwambia aingie kanisa ambaye hawezi. Wewe Njoro, nilikupigia simu. Ulinipigia? Nilikwambia uongee na msichana wako. Maana yake ile hali iko kwa hii boma yetu. Mimi sasa sioni kama ni boma yangu yenye nilijua. Kutoka kitambo boma yetu tulikuwa na amani, ilikuwa boma hata wageni wakiingia wanapendezwa. Sasa saa hii tangu huyu msichana aingie kwa boma yetu, vitu zimebadilika. Na wakati aliingia, wakati mlimchukua, mlifurahi kwa sababu amekuja kwenu? Tulifurahi tukidhani atakuwa na tabia ile atapata huko kwetu. Kumbe yeye alikuja na tabia zenye alitoa sijui huko Gatundu. Lakini ameharibikia kwetu. Si kwetu. Alitolewa kwa kanisa na harusi kubwa sana. Gideon ulitoa huyu mtoto kwa kanisa. Hukumpata kwa mtaa ama wapi. Mulitoana kwa kanisa. Mukaenda mukazaa watoto 5. Mumeishi karibu miaka 10 na ameharibika tu venye mumelea watoto, mumezaa, umemsharisha hao watoto wote, ndio amekuja kuharibika na ameharibikia kwenyu. Kwa hivyo hata wewe mzee unaunga hii kitendo unakiunga. Ni kama anakijua. Ni kama unajua hii maneno. Ni kama unajua hii maneno. Hebu nyamaza kwanza. Sisi hatuwezi kwa sababu mtoto akiwa hivi. Uko na hasira sana. Sasa mtoto wenu na kama wangekuwa kama wewe. Amekuja na tabia mbaya. Tabia gani? Kwa nini Gideon unajua kama angekuwa mbaya angemrudisha kwetu, kwa sababu kama ni tabia mtu asangi ate mara moja. Mzee, unaona? Nyamaza usikie vile baba ya kijana anasema. Unajua hatuwezi elewana. Hapana. Hatuwezi elewana mtoto wangu akiwa hivyo. Na wake yako sawa. Wewe Njoro, mimi mwenyewe nilikupigia simu na nikakwambia kuhusu msichana wako na ukasema tupambane na hali yetu. Si ulisema hivyo? Lakini mzee ulikuwa unajua vile. Huyo mzee anajua hiyo maneno. Sasa wakati ulikuwa unaniambia, sasa wakati ulikuwa unaniambia wakati mambo imeharibika. Na hiyo wakati mwingine ulikuwa unanipigia simu
tunaongea mzuri, tunaongea unacheka. Unasema boma iko sawa. Lakini wakati mambo inaharibika ndio sasa unasema unanipigia simu, unajiambia ati nikuje nisikue mtoto wangu. Nisikue mtoto wangu akiwa hivyo. Tumeona msichana wenyu ameingia na tabia mbaya sio ya kwetu na mambo imeharibika. Sasa unataka tufanye na mina gani? Lazima tupatie wewe mtoto vile alikuwa. Mtoto alikuwa. Mimi hata tuwezi. Mkipata Gideon tu amekuwa hivi. Kwanza hiyo shida imetoka wapi? Nakwambia sio kwetu. Gideon anajua. Hata sisi tuko na usuni. Mnajua. Tuko na usuni kabisa na hata kama ni kusema na mina hiyo. Nyinyi ndio mmegaidi. Msichana wenyu ameharibu boma yetu. Na nyinyi mkamharibu. Umesikia kitu yenye wewe Gideon hata unastahili kuongea. Unastahili kuongea. Unastahili kuongea. Anasema vizuri. Kwa sababu wewe uko sawa. Najua hasira yako. Ati kwao. Unaona? Sasa wewe unastahili kuongea. Sasa wewe ndio mbaya zaidi. Kwa nini? Kwa sababu wewe ndio umeweka mpaka wazazi wanafanya hiyo mambo. Damu hiyo. Hapana. Hapana, ulichukua ukijua ni damu hiyo. Sasa wewe hata ndio unatukosanisha na wazazi. Mimi mtu kanisa anaomba satani. Wewe ukimwoa alikuwa ulimwoa akiwa kwa kilabu ama ulimwoa akiwa kwa kinasa. Kwanza msichana wenyu ako na tabia mbaya sana. Ako na tamaa mingi sana. Mzee hapana, hatuwezi elewana. Niambie wajukuu wangu wako wapi? Tunataka wamrudishe. Wataka wamrudishe ndio tumjue. Tujue pahali alipeleka. Kwani umefanya sacrifice na wajukuu wetu ama nini? Sasa sisi hatujui na tuwezi elewa kwa sababu sasa akiwa hivyo hawezi tuambia. Mrudishe hali yake. Nimesikia kwamba wajukuu watatu sijui walienda wakazikwa wapi. Wewe ulijua pahali walizikwa? Ulijua? Niliambiwa. Na kama mzee kwa nini hukufuatilia? Nikasikia wajukuu wawili wamepotea. Na sasa na vile ulichukua hatua gani? Watoto wako kwanza, mzee wewe ni mbaya sana. Wewe ni mzee mbaya sana. Hata tunataka mama vile anaongea. Wewe ni mbaya sana. Kama ni wako ungetaka kama msichana kama huyu. Ungetaka akiwe hivyo. Wajukuu wetu wako wapi? Watoto wako wapi? Yeye kwa sababu ya kwamba wakati alikuwa mzuri hamkuwa mnanipigia simu. Wewe ulikuwa unasema mtoto wako sawa, watoto wako sawa, lakini wakati anaharibika ndio unanipigia. Unataka tu tupigie simu nini? Huyu msichana wenu. Lakini hebu nikuulize, ng'ombe na binadamu nani kubwa? Binadamu ni kubwa, lakini hata sisi turudishie mtoto, tumrudishie ng'ombe. Hii mama Melia hawa tuwezi elewana na wao. Mama Melia tuwezi elewana na hawa. Kabla hujasema mrudishe. Sisi tulileta ngapi? Hata kama ni hata sisi tutamuongezea. Niwape mbuzi ngapi? Hata kama udilete msichana labda wewe mama nyamaza. Labda msichana wako anachukua tabia yako. Itabidi inaleta shida hapa kwa. Huyu amechukua tabia mama yako. Unaona Gideon vile anasema. Wewe Gideon unaongea vile baba anasema. Wewe ulisema vizuri. Kwa hivyo unapata nguvu kutoka kwa baba. Damu yenyu inakaanga hivi. Ndio kwa maana mimi hata mzee mimi siwezi kuja. Wewe acha kuingilia kwa boma yangu na mimi hiyo. Acha kuingilia kwa boma yangu. Wewe mama. Kuja. Hapo wapi mzee? Msitaka wajukuu. Unataka wajukuu. Hapana, achana na bibi yangu. Mimi achana na bibi yangu. Nenda huko. Wewe mama achana huyo. Hiyo ni tabia yako. Umezoea kula mali ya watu. Mali gani? Unajua mnatukosea sana. Itabidi msichana yenu amekosea sana. Wacha kuongea. Sasa huyu kijana wako. Huyu kijana wangu alichukua mtoto. Wacha kusomea mtoto wetu. Wacha kusomea mtoto wetu. Mtoto wetu wewe sasa. Tunafurahi wakati mtoto wetu amekaa hivyo. Wakati msichana wenu anafanya hiyo tabia, mtoto wetu wako wapi? Sisi rudisheni mtoto wetu vile alikuwa. Kijana yetu alipea yeye, anapeleka wapi? Mtoto wetu vile alikuwa. Pesa bwana yake anatupea yeye, anapeleka wapi? Umeona tabia yake? Tabia yake sasa umeona? Tabia gani hiyo? Amechukua tabia yako. Labda wewe ulifundisha yeye.
hizo maneno wewe. Rudisha mtoto. Unajua sasa wewe mzee, umekosea sana. Umetukosea sana. Badala ukuje utuambie mtoto wetu vile ako wewe unakuja kuongea vile. Wajukuu wetu wako wapi? Hiyo ndio swali ninakuuliza. Hata huyu ni mbaya. Ni mbaya. Hata hiyo kitu yote ni wewe ulilete. Wewe ni wewe kitu yote ulilete. Wewe ndio hiyo kitu yote ulilete. Unajua wewe unajua kile kinakula Mary. Unajua kile kinakula Mary. Waje sasa tuongee tukisikizana tafadhali. Tamaa mingi uko ndani. Tamaa gani? Unajua wewe usikii vibaya. Ndio mko na hii uganga yote. Nyinyi hamusikii vibaya. Hamusikii kama ni mtoto wenu angekuwa hivyo. Ungesikiaje? Hapana. Sasa Baba Gideon. Yes. Nataka uniambie unataka haje. Tuelewane hapo. Unataka vipi? Mimi ile kitu ningetaka nataka kuona wajukuu wangu kwanza. Nikishaona wajukuu ndio tutaongea mambo mengine. Na sisi hatutakubali. Siwezi kubali kuongea na. Hatutakubali mpaka mrudishe vile alikuwa. Si yeye amezaa hao wajukuu. Afadhali yeye mrudishe vile alikuwa. Si yeye mnamuona akiwa hivi. Wajukuu wako wapi? Kwanza mtoto wako anasema kwamba anajua vile anaweza mrudisha. Huyu anajua vile anaweza mrudisha. Tukipata wajukuu wetu kwa sababu anajua hiyo kitu. Anajua aje? Anajua. Daktari atafanya hiyo maneno. Anajua vile. Tuone wajukuu. Unajua nyinyi? Sasa wajukuu wetu anajua. Sasa baba Mary. Baba Gideon anasema hivi. Mtoto wenu atasaidika lakini anataka kuona wajukuu wake. Na utapata wajukuu aje kama hii ndio mama ndio alikuwa na watoto. Sasa si mzuri utengeneze ndio mambo ikuwe mzuri, ikuwe rahisi, mtengeneze arudi vile alikuwa, ndio tuongee mambo ya watoto. Unajua daktari alituambiaje? Daktari alituambiaje? Huyu alishirikiana na wewe kama baba yake. Kufanya nini? Na mkajua mahali mmepeleka hao wajukuu wetu. Na sasa ndio nakuuliza Baba Gideon. Yes. Sasa na ndio kwanza nakwambia kama mzee unastahili huyu mtoto mrudishe vile alikuwa, mtengeneze, aseme watoto walienda wapi. Kwa sababu saa hizi hatuwezi ongea. Gideon wako anaweza ongea. Mimi siwezi ongea. Anaweza ongea. Tunaweza jua aje kama Gideon. Tunaweza jua kama Gideon anajua. Watoto walikosa wakati Gideon ametoka ng'ambo. Kama mmetoa watoto kafara. Siku hizi unaona amenona aje? Huyu amenona na venye amechizi. Tunaona sasa unaligalisha mtoto, unaligalisha kukoda na kuwa nini? Na ugonjwa. Kwanza wewe unajua hii maneno ya msichana wako kabisa. Mimi sijui. Si hatujui. Inasumbua msichana wako, unajua kabisa. Unajua mimi nilikuwa najua mambo yake wakati alikuwa kwangu. Sasa nyinyi ndio mnaweza tuambia maneno yake kwa sababu nyinyi ndio mlikuwa naye. Sisi tulikuwa na yeye lakini hii tabia hakuna kwetu. Na kwa nini tabia niambia mtoto kwanza wewe mama unastahili wewe ndio kwanza ungemuongeleza. Wacha niwaambie Baba Mary. Baba Mary na Mama Mary. Mary amegonjeka jana tu. Wakati alikuwa ugonjwa ya jana. Ugonjwa imekaa hii. Unajua huyu alikuwa amepea. Mpaka hii uvimbe ni ya jana tu. Ni ya jana tu. Akifikia hivyo. Si ya jana. Hata saa hizi haoni. Hata saa hizi haoni. Akaangalia. Hata hakuona haoni. Sema ugonjwa ni jana. Haoni aongei. Aongei. Ya jana. Hata saa hizi tunaongea kitu ambaye hatujui. Kama miezi na mamiezi. Wewe unasikia vibaya kwa sababu ya mtoto wako. Kwa nini wewe Baba Mary unasema ati nilete nimwambie Mary akuwe mzima? Na watoto wetu. Na ndio nakwambia kama wewe unataka watoto kwanza tibu huyu. Vile ulifanya kwa sababu unajua ile njia ulitumia. Na kwa wakati ulikuwa unachukua mtoto wetu, wewe ulikuwa na haja na Mary. Na kama hage saa ungefanya nini? Msenya masa. Vile saa hii umeone msichana yako anateseka sana. Hata sisi tunajua
wajukuu wetu, watoto wako wapi? Sasa zingine watoto wanateseka hata kuliko mama yao. Na wenye ameua. Na kama Gideon mmempata hivi. Na Gideon kama ni yeye. Singefurahia. Sisi tunataka. Kwa hivyo wewe unasema ya kwamba mtoto wako ni wako. Yeah. Lakini wetu ni wetu. Yeah. Kwa hivyo wewe unawamaanisha ya kwamba sasa wetu ndio mbaya. Wako huoni makosa yake? Nikuulize Makosa gani? Njoro kulingana vile wakati alienda nje. Wewe ndio ulikuwa unamwangalia boma. Kulingana vile unaongea. Na kwa sababu alienda nje, si aliazia brother yake, si alisema aliazia brother yake. Itabidi nilimwambia hiyo tabia ni ya kwenyu. Hapana. Na sasa kuna ubaya aje? Kuna ubaya aje? Huku linda boma yako. Nakuuliza mami, kuna ubaya gani? Kama baba akienda huko, akae huko na bila kupata kitu, upate mtu mwingine anakuletea sukari. Unafurahi? Bwana yake anatumiaga pesa. Pesa bwana anatumiaga anafanya nayo nini? Kwani ama anatongoza nayo wanaume wa nje? Na ndio tunasema juu bwana anaenda kutafuta pesa, bibi alea nayo watoto. Na hiyo pesa anatuma. Sasa Gideon, wewe unajua aje? Na ndio akuja aroge Mary. Alisema vizuri sana. Ati yako na wanaume. Tunaona ni baya. Sasa huyu ni bibi aina gani? Aina gani sasa hiyo? Bibi aina gani? Unaona vile mnashirikiana na mama yako. Muangamize mtoto wetu. Rudisha alikuwa. Kwanza wewe unajua. Wakati tulikuja kwa boma yenu, tulipata mkiwa na nyumba 2 peke yake. Saa hizi nikiliangalia kwa boma yenu naona kuna ghorofa 2. Inamaanisha hii pesa kijana yangu amekuwa akituma ndio mmetumia kujenga hii ghorofa. Hapana. Nakuuliza hapo kweli? Si wapi? Wao ndio wanajua. Na sasa kuna ubaya gani mali saa hii ameweka hiyo supermarket? Kuna ubaya gani tukikula? Wewe, kuna ubaya gani ukikula? Wewe ukikula mali ya mtoto wako, kuna ubaya gani? Ukikula mali ya mtoto wako na imebarikiwa. Na Mary wamesikizana na wakati ulileta ng'ombe, hata mimi niliumwa na ukaleta mbuzi. Ni mpaka nikule mali ya mtoto wangu. Yes, ndio. Ni mpaka nikule mali ya mtoto wangu. Kama wewe utaweza kutumia mali ya mtoto wako vizuri, mimi nitaweza kuibu. Yes, ndio. Tulileta ng'ombe, tukaleta pesa. Ile pesa tena kijana yangu alinitumia kutoka ng'ambo, ndio hii tena mmetumia kujenga hii ghorofa. Ninaonekana mzee uko na hasira kwa sababu ya mali na ulikuta ya kwamba ukajua sisi tumeendelea, ukaona kwetu tuko na nyumba na wewe unaendelea kunaona nyumba yako ni ile tu. Kwa nini tukikula mali yenu iko na shida? Sisi tulikuwa shida gani? Tukikula mali ya Gideon iko shida. Tukikula mali ya Gideon iko shida. Mali iko. Nyinyi unakula mali ngapi? Unakula mali. Unajua nyinyi mlishindwa kukula kwa sababu kama mnafanyia mtoto wetu, kama mnashindwa, kama mtoto wetu mnamfanya hivi. Kwani yeye abakishaji yenye inaingia kwa mfuko yake awatumie. Mtu anaangalianga wazazi wake. Mtu anaangalia wazazi wake. Mary anaangalia muangalia. Kwanza mama yake alikuwa ni mbaya sana kwa sababu kila wakati. Wewe mama hata tu mbaya. Unataka sisi tutibu wewe. Unajua wewe mama, unajua ukweli utaki kuongea ukweli. Ulikuwa unaenda kukula kwa Mary. Wakati alikuwa na mali, pesa ikiletwa kwa Gideon ni wewe ulikuwa unaenda kukula kwa Mary. Mali ni ya kijana yangu. Na ndio kwa maana wewe ukasikia vibaya, ukashirikiana na kijana wako kwa sababu anakula pesa. Msipate share. Wewe. Pesa ikitumwa kutoka ng'ambo, kama msichana wenu wako na akili mzuri, anafaa tugawie sisi kama wasasi. Amugawie aje, si mugaiwe na huyu. Mugaiwe na huyu. Kama mali kama Gideon wataweza gawaje na watoto wetu kama ako na akili. Walikuwa wanakufa kwa nyumba. Sasa na ukweli wewe baba yako anakosa mali inafilisika na wewe uko na mali na unapatia mtoto wetu. Si kwa maana unampenda. Ulikuwa unampatia kwa nini? Nimependa ndio nilikuwa nampea ili akule na baba yangu na mama yangu.
ya mama yake ni ya mama yake. Ya mama yake ni ya mama yake. Lakini kitu ikiingia kwa boma, ikiingia kwa mke, ikiingia kwa bibi ni hivyo. Mbona hizi mali zote imeenda kwa baba na mama na baba Mary na mama Mary. Kwani nani alikuwa anafanya kazi? Wewe. Si wewe. Umesakula mali ya kijana yangu mpaka umeona hao watu hata sijui walikuja kufanya nini. Walikuja kufanya nini? Hata sijui tu mlikuja kufanya nini. Kwa sababu ona kwa sababu angalia mtoto wetu vile mmefanya. Mtoto wenu wako hapa. Angalia mtoto wenu wako hapa. Hatuwezi kubali. Kwanza hatuwezi kubali. Mrudisha mtoto wetu vile alikuwa. Kama unasikia usungu ya mtoto, watoto, na sisi tunasikia usungu wa mtoto wetu. Kwa hivyo rudisha mtoto. Urudisha mtoto. Kwa hivyo nyinyi ndio mliambia kijana mnajua kile kinaendelea. Mama Mary hawa wanajua kile walifanya. Wanajua kile ilifanya. Walisema kwamba Mary hatakula mali nyingine. Tunajua. Rudishani huyu wajukuu atapatikana. Wajukuu Saa hizi angalia mtoto wetu vile amekaa. Na hii mtoto tumezaa, tumetumia pesa mingi, hiyo mtoto ndio afike hapo. Wewe unafurahi kwa sababu ya hiyo. Lakini tunasema mrudishe mtoto wetu vile alikuwa, naye arudisha watoto. Tutajuaje? Na sasa baba Mary, unataka mtoto arudishwe vizuri. Uangalie wajukuu. Kwa hivyo yuko mimi nataka kwanza arudishwe mzuri. Akirudishwa atatuambia watoto pahali walienda. Si unaona hata ndugu yake Gideon hawezi kuwa hapa kwa sababu wanashirikiana na yeye, wanajua vile wanafanya. Labda hata Gideon ndiye alimwasia boma. Na sasa huyu hawezi ongea. Labda Gideon ndiye alimwasia boma. Kwa hivyo hata wewe unajua mali ulipeleka wajukuu. Gideon anajua hiyo mambo. Wewe unajua mzee na bibi yako. Leteni wajukuu, bebeni mzigo yenu. Udhe kabisa kwa dua. Tutiketeka. Sasa toalega. Tunataka mtoto arudishe vile hatua. Unajua kile. Rudisheni mtoto wetu vile alikuwa. Mzee, tengeneza mtoto. Si unajua utengeneze mtoto wetu. Ndio tujue hata ajue pahali watoto wako. Hiyo usemeji iishia hapo. Hapo hakuna usemeji. Usemeji afadhali uize. Na uchawi. Hatuwezi. Sasa wewe unasikia vibaya kwa sababu ya watoto. Sisi mkiongea mtasikizana na mtapata solution tafadhali. Na wasi. Najua nyinyi wote mko na hasira. Naelewa. Unasikia mama Musa anasema ukweli. Gideon nilikujifanya anajifanya ati yako na stress. Anajifanya mimi nalia mali yangu. Unalia mali gani? Bibi yangu vile ametesa watoto wangu. Na sasa kuangalia mimi ati mimi sina mtoto, kwa kweli sina watoto. Na sisi hatuna mtoto sasa hivi. Niliwacha 5. Na sasa wewe unavurahia kazi yako ni unavurahia Mary akiwa hivyo. Unavurahia Mary akiwa hivyo. Kwa nini wewe unatetea msichana wako? Mimi namtetea kwa sababu namjua Mary. Mbona watoto wangu? Nimelea Mary kwa kanisa. Na najua ninamjua. Na najua amekuja kwenu, ameharibika akiwa kwenu. Daktari alisema vizuri sana ugonjwa yenye alipea ndugu yangu iende kwao. Kwa hivyo tunataka ugonjwa ya kukosa kuona iende kwao. Sasa nyinyi pia muone vile mimi pia nilikuwa nimeona. Kwa hivyo wewe unajua kile kilimfanya hivyo. Vile nimetoka Dubai hivi nikapata vitu, kila kitu imechange kwa nyumba. Mimi nilibaki tu kama statue. Mpaka mtoto anatukasirikia sisi wazazi.
watoto wako picha mbaya sana. Unajua nyinyi hata ile shida hii yote iko. Wazazi mulikuwa hapo. Hii mambo yote ikaharibika. Hata wakati Gideon alienda. Nyinyi mulikuwa. Na hiyo mambo yote inatendeka mkiwaona tu. Mnangojea wakati mzee ananipigia simu ananiambia mtoto wetu anaharibika. Amegojeka. Sasa ninauliza saa hizo na wakati alikuwa mzuri. Na we uko unanipigia simu. Uniambie ati uko hivi, uko hivi. Unasema vizuri sana, ni wakati hiyo mambo ilitendeka sisi tunanyamaza. Hiyo tabia msichana wako. Mtoto wangu ni mzuri. Mimi namjua Meli ni mzuri. Umekumi kwa nyumba. Sasa mimi najua Meli ni mzuri. Sisi tunakaa kando na yeye ako kando. Pale bwana yake amejengea yeye. Wacha nikuambie mzee. Unaona huyu msichana wako? Analinda nyumba. Kijana yangu amemjengea nyumba ya room 12. Hata nikiingia pale kwako hakuna nyumba yenye iko na rooms 12. Akishaingia kwa hiyo room yake, kwa hiyo nyumba yake, atujui anafanya nini huko. Hata wakati yao watoto walipotea, tulianza kumuuliza wapi wajukuu wetu. Mwanza alikuwa anatudanganya kwamba wanalala. Kwa nini hamkutujulisha? Hamkutujulisha? Hamkutuambia wazazi. Hamkutuambia. Kama msichana anasema wajukuu wako wamekuja kwako. Kwa nini hamkuwa mchungie kijana watoto wake? Na kama mtoto aliletwa kwako wakati Medi alikuwa mzuri, alikuwa anakusaidia? Anasaidia juu hiyo mali ni ya mtoto yangu. Yes. Alikuwa anasaidia mimi. Ndiye alikuwa anakusaidia. Na wewe ulikuwa unafurahi. Kuja kwa boma yangu ni mali. Mali amepata tu hapo kwangu. Na ulikuwa unafurahia. Wacha nikuambie. Wacha nikuambie. Sisi hakuna kitu yoyote huyu msichana wako ametusaidia. Kwa maana sisi kwa boma yetu tuko na wafanyakazi. Wafanyakazi ndio wanatushughulikia kwa mambo yote ya kinyumbani. Sasa yeye kazi yake ni kukaa kwa nyumba yake na kuchukua mali zote zile kijana yetu ametuma, anawatumia huko. Na wakati mulikuja kwetu, si mlikuja mkachukua mtoto wetu mkamlete kwako. Mkasema yeye hata hawezi fanya kazi kwa sababu Gideon yako na mali. Na mkamwambia mkamjengea nyumba mkamwambia akaage huko. Tena nyumba ya kifahari. Ale wajukuu. Na bona wakati nasikia wakati Meli alikosa kumupeanga kakitu ndio mulileta hiyo maneno. Mkaanza kuongea. Kwa sababu Gideon alikuwa anapatia Meli. Wajukuu. Uliuliza Meli wakati alikuwa mzima. Uliuliza wajukuu wako iko namna gani? Alituambia walikuwa sawa. Hata mimi nilipokuja kwa kiwanja ndege aliniambia ako sawa. Ulisikia akisemaje? Anasema ako sawa. Brother yangu hapa anataka kuongelea sana. Anasema baba yangu yenye baki nyumbani ako sawa, ako huko. Nikiuliza baba Meri iko sawa. Sasa mimi kutoka hapo kuenda kwa boma yangu baba Meri. Nimefika kwa boma sasa roho yangu ikasema pana, hapa sitaingia bila daktari. Na daktari naye kwa ukweli Mungu alitenda miujiza kwake. Mpaka nikashindwa nitafanyaje? Sasa daktari alipokuja, Angeli, ulisikia vile daktari niambia? Alikwambia kulikuwa umepangiwa kifo. Huyu alikuwa anataka kuua Mr. Gideon. Yes. Unaona? Alafu kama si daktari, huyu sasa tungekuwa tunaongelea maisha. Na sasa nikuulize Gideon. Sasa nikuulize. Meli wangu ako na nguvu ya kukuua? Ako na nguvu ya kuniua juu ameshikana na brother yangu. Si unaonekana kwani kuko na shida? Kama brother yako ndio anakuchibia simo. Si unaonekana kwani kuna shida? Vile wao walikuja kwanza. Ameniambia kwao damu yao ati ndugu yako ataweza chukua bibi yako. Inatendeka ndio. Kwani ni vibaya? Kwani ni vibaya? Ndugu yangu. Kwani ni vibaya? Achukue Meri. Kwani ni vibaya? Kwani ni vibaya? Ulikufa lini mtoto yangu? Kwani yangu tena mwingine achukue msichana yao mtoto. Unajua? Umeona hii tabia hata huyu mama. Gideon alikuwa amekaa huko sana. Hata hakuwa anaonekana kama atarudi huku. Mbele daktari. Ananiambia akona bwana 6.
mama yake anasema ako na 10. Hata 15 akitaka. Yake. Ndio. Ndio. Kwa hivyo kwenyu mna support mtoto wenu kuwa na mabwana kama 15. Mtoto wetu ni wetu. Ni wetu. Ataka vile anataka. Kwa sababu bora akiwa mzima. Akawa mzima. Msichana yenu na ako kwa ndoa. Akae venye anataka. Ndoa gani? Ndoa gani? Hakuna ndoa. Hakuna ndoa. Hakuna ndoa sasa. Kwanza mzee na wanaume wangapi? Na huyu bibi yako ako na wanaume ngapi? 5 na anajua. Na sasa kuoa bibi wengi ni makosa. Umekubali? Bibi wengi huyu ako na moja. Amesema 5. Yeye anasema kama ujue leo ako na mpango wa kando 5. Wengi sana. Sasa wewe ni 6. Wewe tu ni sponsor. Usiseme tu kama msichana yako ujue hakuna shida. Kama tunaelewana hakuna shida. Hakuna shida. Labda ifike hapa. Wewe ni mjinga sana. No, unaona? Ona wewe sasa mnataka kuharibu boma. Unajua mtoto wenu vile amekaa. Unajua mtoto wenu vile amekaa. Mzee unajua mtoto wako vile amekaa. Unaona mtoto wangu vile amekaa. Unajua mama umeharibu. Wewe ndio umeharibu sana. Wewe ndio umeharibu ile maneno. Kwa sababu mtoto wako wako hapa. Unaona mtoto wako wako hapa sasa. Huyu unaniona kwa maana unaona kwamba saa hizi analia. Unaona saa hizi analia kwa sababu anajua vile iko. Hebu nipe heshima yangu. Heshima gani kama umeloga mtoto? Ni heshima gani nitakupea? Wacha kugusa mtoto yangu mama. Wacha kugusa huyu ni mubaya. Ni mubaya. Huyu wewe rudisha. Nakwambia rudisha mtoto wetu vile alikuwa. Rudisha mtoto wetu alikuwa. Kama tuongee akiwa mzima kama huyu. Huyu anataka na uganga ngambo. Wewe rudisha mtoto wetu vile alikuwa. Baba Mary, hebu kaa chini. Mama Mary, kaa chini. Haya, umesema tufanyaje? Nasema mrudishe. Unasema daktari, unajua daktari atamrudisha vile alikuwa. Akirudi vile alikuwa, atuelezee watoto wako wapi. Na kama amesema watoto wangu aliuza, atatupeleka. Na akisema watoto wangu 3 walikufa, atatupeleka pahali alizika. Kuitwa matanga. Akikupeleka au kuonyeshe ndio hii. Watafufuka? Hawatafufuka, lakini tunajua ya kwamba utajua ukweli. Ukweli gani? Wacha wabebe mizigo yao waende nayo. Unasikia mama yako anakusapoti sana kwa sababu anajua vile anajua. Uchungu yenye iko ndani yangu,